Mambo vipi mdau wangu? Leo nataka nikupeleke kwenye safari moja ya kibabe sana, mahali ambapo ukipata picha zake unaweza ukadhani ni sayari ya Mars ama pengine picha zilizotengenezwa na AI. Kumbe hapana, huu ni muujiza wa asili ambao upo hapa hapa nyumbani Tanzania, mkoani Arusha, pembezoni mwa ule mlima wa kipekee wa volkano ambao unaitwa Oldonyo Lengai. Shusha pumzi, keti vizuri, kisha twende sawa tukichambua kila kitu kuhusu Lake Natron ama ziwa Natroni, ziwa lenye sifa ya kugeuza wanyama kuwa mawe na ambalo limekuwa likiwaacha wanasayansi wa mambele mdomo wazi. Muonekano wa ziwa lenyewe kwanza ni bonge moja la red carpet, yani rangi nyekundu, rangi ya damu. Ukiangalia ziwa hili kutokea juu angani, yani aerial view, unapata kuona kwamba ni tofauti kabisa, yani hali fulani hivi ya tofauti. Hautayaona yale maji ya rangi ya blue ambayo tumezoea kuona kwenye maziwa mengine. Lake Natroni limejipiga nakshi ya rangi nyekundu ambayo imekolea kama damu. Sasa kwa nini liko hivi? Hii sio nguvu ya giza wala nini. Hapa kuna viumbe hai wadogo sana, yani microorganism, ambao hawa wanaitwa Harokea au Horakea. Wanasayansi watakuwa wanaelewa vizuri, au wanaosoma mambo ya sayansi, wanaojua viumbe hai watakuwa wanaelewa vizuri sana. Hawa ni viumbe au bakteria wagumu sana ambao wanapenda maisha ya sehemu zenye chumvi kali. Bakteria hawa wanazalisha kemikali fulani nyekundu, yani pigments, ambazo hizi ndizo zinazofanya ziwa zima linaonekana kama bakuli la damu. Ni muonekano wa kijanja na wa kutisha vile vile, lakini ni wa kuvutia kinoma. Hapa hakuna kuogelea, ndio sifa ya ziwa hili, hutakiwi kuogelea. Hapa ndipo palipo na asili nzito zaidi. Maji ya Lake Natroni sio maji ya mchezo mchezo, yana kemikali kali sana ya sodium carbonate, yani chumvi ya natroni, ambayo hii inatiririka kutoka kwenye majivu ya volkano ya mlima Oldonyo Lengai. Kwa hiyo wakati tunazungumza ukali wa maji katika pH, ukali wa maji katika pH, maji ya kawaida tunayokunywa mimi na wewe ni maji ambayo yana pH 7. Sasa maji ya ziwa hili yanafika pH 9 mpaka 12. Maana yake ni kwamba ukali wa maji wa ziwa hili ni sawa na kemikali za kusafishia vyoo au zile sabuni za kusafishia masinki, zile dawa ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kusafishia vitu vigumu visivyosafishika kwa wepesi au kwa maji ya kawaida. Basi kemikali hiyo inapatikana katika maji hayo. Ukizubaa ukagusa, ngozi yako inaweza ikapata madhara, ukapata mapele au madonda. Kwa hiyo usimlaumu mtu iwapo umeshaambiwa kilichopo. Kama haitoshi, joto la maji ya ziwa hili linaweza kupanda mpaka kufikia nyuzi joto 60. Ni kama maji ambayo yamechemshwa jikoni tayari kwa ajili ya chai. Sasa kuna stori watu wanasema maji ya ziwa hili au eneo hili la ziwa kumekuwa na tabia ya kugeuza wanyama au ndege kuwa mawe. Ikoje na ukweli upoje? Stori ya kweli iliyopo juu ya swala hilo ni kwamba, na hata kuna picha ambazo zinavuma sana mtandaoni zikionyesha popo na ndege wakiwa wamekufa, lakini wamesimama wakiwa wagumu kama sanamu za mawe, yani wameganda. Watu wengi wa mtaani wakajua kuwa ukigusa tu yale maji unageuka kuwa sanamu papo hapo. Ukweli ni kwamba uko hivi, maji hayo yenyewe hayakugeuzi papo hapo kuwa kama chumvi ama kukugeuza kuwa sanamu kama miujiza inavyotendeka. Hapana. Kinachotokea ni kwamba wanyama au ndege wadogo wakijichanganya na kutumbukia humo, labda kwa kudanganyika na muonekano wa ziwa ambao unaakisi mwanga kama wa kioo hivi, wanakufa kwa sababu ya joto kali na ukali wa kemikali. Wakisha kufa, ile chumvi nyingi ya natron inauzunguka mwili wao na kukausha haraka sana kabla haujafanya mchakato wa kuoza. Hii inakuwa ni mchakato sawa na ule ambao ulifanyika kwa Wamisri wa kale katika kuhifadhi miili ya wapendwa wao wa kale, wafalme wao wa kale, viongozi wao wa kale na watu maarufu wa kale. Walikuwa wakitumia teknolojia hii. Mwili unakuwa mgumu, unakuwa mkavu, unakauka, unakakamaa, unakaa miaka nenda bila kuharibika. Ndio kemikali hiyo inapatikana katika ziwa Natroni ambalo linapatikana mpakani mwa Tanzania na Kenya, eneo la Arusha. Eneo hili pamoja na yote
ni paradiso ya ndege aina ya tumbusi ama flamingo. Kwa hiyo wakati viumbe wengine kwao ni Jehanamu, kwa ndege aina ya tumbusi ni paradiso. Lake Natron ndilo lango kuu la uzazi kwa ndege tumbusi wadogo, wanaitwa lesser flamingos duniani. Wengi wanapatikana au wanazaliwa hapo. Zaidi ya 75% ya tumbusi wote duniani wanazaliwa hapa Tanzania kwenye hili ziwa. Kwa nini wanapenda hapa? Ndege hawa wana ngozi ngumu sana na ya kipekee kwenye miguu yao ambayo inastahimili ile kemikali, hivyo hawaungui na wala hawapati madhara ambayo wewe au kiumbe kingine kinaweza kikapata. Mazingira haya hatarishi kwa viumbe vingine, kwao inakuwa ni kama ulinzi, kwa sababu wanyama wakali kama simba, chui au fisi hawawezi kukanyaga maji haya ili kuwawinda tumbusi au flamingos, maana wataungua miguu yao. Hivyo tumbusi wanataga mayai yao katikati ya ziwa kwa amani kabisa, au pembezoni mwa ziwa kwa amani kabisa, na wanatotoa watoto wao hapa. Tumbusi hawa wanakula wale bakteria wekundu ambao nimewazungumzia mwanzo. Kemikali ya wale bakteria inapoingia ndani ya miili yao ndiyo inayofanya manyoya ya ndege hawa yabadilike na kuwa na rangi ya waridi au pinki ambayo inavutia sana. Angalizo sasa, je, watu wanapaswa kutembelea ziwa hilo au hapana? Hili ni jambo la msingi la kuweza kulifahamu. Twende kwa upande wa ushauri wa kiungwana na wa kiusalama. Je, watu wanapaswa kwenda kulitembelea? Jibu fupi ni ndiyo. 100% watu wanaweza kwenda kutembelea, lakini kwa masharti makali sana. Huwezi kuamka tu asubuhi umepiga zako pensi yako ukaenda unarukaruka pembezoni mwa ziwa Natron kama huko fukwe za Coco Beach au Salenda Bridge. Hapa kuna miongozo ya kijanja ambayo unapaswa kuifuata. Kwa hiyo unahitaji hiyo kabla ya kwenda pale. Imepigwa marufuku kuogelea wala kugusa maji hayo. Hili sio ziwa la kupiga mbizi. Usijaribu hata kuingiza kidole chako cha mguu kujaribu joto la maji. Labda ni eneo la kutazama kwa macho, kupiga picha pamoja na kushangaa maajabu hayo. Nenda na gaida ambaye huyu ni mwongozaji wa eneo hili. Usiende kichwa kichwa. Ardhi ya pembezoni mwa ziwa inaweza kuonekana kuwa ni kavu, kumbe chini ni matope yenye kemikali ya chumvi. Mwongozaji anajua wapi pa kukanyaga na wapi pa kuepuka ili usije ukatumbukia na kuungua miguu yako. Hakikisha pia umevaa viatu vizito na umebeba maji mengi ya kunywa, kwa sababu ukiwa hapo kuna joto. Mwisho wa yote ni kwamba Lake Natron ni moja kati ya maajabu makubwa sana ambayo Tanzania imebarikiwa kuwa nayo. Kama wewe ni mpenzi wa picha kali za nature, unapenda stori za kusisimua, au unataka kujionea maelfu ya ndege tumbusi wakisakata rumba kwenye maji ya pinki na nyekundu katika ziwa hilo, panga safari uende ukajionee mwenyewe. Ni sehemu salama kabisa kutembelea kama mtalii, ili mradi tu umeheshimu sheria za asili na usiguse kile usichotakiwa kugusa. Kuna mengi sana nitakusanua hapa. Cha msingi ni wewe kusubscribe channel yangu ya YouTube pamoja na kunifollow kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Lungu TZ. Usisite kuandika hapo chini kushare nasi juu ya kile ulichojifunza. Asante sana, pamoja sana.